kujua, mtu akaingia kwa anga, akapiza maisha yako, akapiza ndoa yako, akapiza kazi yako, akapiza destiny yako. Mtu anaweza akaongea maneno kirahisi, na kwa kuto kujua ama kuelewa, kumbe huyo mtu anakuipiza, anakuingiza kwa kiapo. Na leo watu wengi wameshikwa mateka na maneno ya kiapo ama na madhabahu ya kiapo yaliyonenwa kinyume chake, yaliyofanywa kinyume chake. Mtu aseme Bwana nisaidie. Oh Jesus. Mchungaji, hebu soma hapa tukiendelea. Yoshua 6 mstari wa 26. Yoshua 6:26. Naye Yoshua akawaapisha kiapo wakati ule, akasema, na alaaniwe mbele za Bwana mtu yule atakayeinuka na kuijenga tena mji huu wa Yeriko. Ataweka msingi wake katika kufiliwa na mzaliwa wa kwanza wake, tena atasimamisha malango yake kwa kufiliwa na mtoto wake mwanamume aliye mdogo. Angalia Wafalme wa kwanza 16:34. Maandiko yanasema, Wafalme wa kwanza 16:34, katika siku zake Iheli Mbetheli akajenga Yeriko, akatia misingi yake kwa kufiwa na Abiramu mzaliwa wake wa kwanza, na kuyaweka malango yake kwa kufiwa na mwana wake mdogo Segubu, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa Yoshua mwana wa Nuni. Nataka tuangalie maneno haya. Roho yako isafiri, na katika kuongea kule ninaongea, usiwe mtu wa kusikiza tu. Kwa anga yako unachunguza, ukiangalia ni kwa nini hili na hili haliko sawa. Unajua kiapo si uchawi, ni maneno yaliyotamkwa, ni maneno yaliyonenwa, lakini yana madhara makubwa. Yamehangaisha watu bila kujua, yametesa watu bila kujua. Maandiko yanasema wakati wana wa Israeli walikuwa na karibia nchi ya Kanaani, kama Bwana alivyoagiza, waliinuka watu wakajenga ukuta kuhakikisha watu wa Bwana hawataingia. Na wakati wa Yoshua, yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wao, walipofika kwenye mji waliuzunguka mara 6, na siku ya 7 wakauzunguka mara 7. Makuhani wakapiga tarumbeta. Maandiko yanasema ya kwamba ukuta ukaanguka, na watu wa Bwana wakaingia kumiliki. Lakini hapa tunaona mtumishi wa Bwana, ni kwa nini aliyapiza maneno, ni kwa nini alinena maneno ya kiapo? Ni kwa sababu anakumbuka ukuta ulikuwa kizuizi, ukuta ulikuwa kikwazo, ukuta ulikuwa unapinga watu wa Bwana kuingia kumiliki ardhi na kuingia kwa miliki yao. Hivyo akasimama akaongea maneno, akasema yoyote atakayeinuka. Oh my God. Mtu aseme Bwana nisaidie. Nataka kuja huko chini, lakini naambiwa bado. Sasa unajua hakutaja jina la mtu hapo kwa maneno yake, hakutaja fulani, lakini aliongea maneno haya, akasema atakaye inuka na mawazo, na ujua si mawazo mabaya kujenga ukuta uliobomoka, maana wameshaingia. Lakini akasema yule atakainuka na mawazo haya ya kujenga ukuta upya
masaa atakuwa akiweka malango, yule mzaliwa wa mwisho wake pia naye atakufa. Watu wote walisikia maneno hayo, lakini kizazi hicho ambacho kilikuwa na Yoshua, hakuna mtu aliinuka akajenga ukuta. Maana wanakumbuka yale maneno ya kuapa yaliponenwa kwa anga. Walijua lazima kuna roho imeshawekwa kwa anga, na yoyote atakayeinuka akijaribu kujenga, lazima kitu kitatendeka katika maisha yake. Maandiko yanasema kutoka kitabu cha Wafalme wa Kwanza, akainuka mtu ambaye, salimia jirani yako mwambie Bwana akuokoe na kila kiapo. Hallelujah. Jesus. Kuna mtu kati yetu hapa anaenda kutoka kwa hicho kiapo. Anaenda kutoka kwa jina la Yesu. Kuna mtu anaenda kuokolewa. Jesus. Akasema akiinuka mtu kujenga atafiliwa na mzaliwa wa kwanza, akiweka malango kumaanisha kazi imekamilika. Mzaliwa wake wa mwisho naye atakufa. Akainuka mtu ambaye hakujua, maana mengine ni mambo tumeyakuta vizazi vingi. Kuna mtu alisema nyumba hii hatawahi inuka mtu, aliyaweka maneno kwa anga yako. Kwa hivyo yanangojea ni nani huyo atakaye jaribu kuinuka, ile maroho inamvizia huyo mtu. Umeona mahali mkono wangu huko, wanaongeaga wakisema kama mimi ndiye niliyokubeba miezi 9. Ambia jirani yako hiyo ndio siku lilaniwa. Wewe ongea tu, mwambie jirani hiyo ndio siku. Hivyo alikuwa anaapa, tena anaapa na uchungu wa kuzaa. Na huenda ikawa aliyefanyiwa mapizi hayo ni shosho wako, lakini hiyo roho imefuata wajukuu. Labda ni babu yako, imefuata wajukuu. Inua mkono wako juu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, kila kiapo nilichokikuta na kilichonenwa kinyume na maisha yangu, leo natangaza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kiapo vunjika, kiapo vunjika, kiapo vunjika. Anza kuomba, anza kuomba. Tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu, tumia damu ya Yesu. Apisha hicho kiapo leo, kitangazie kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ile mlisema juu ya uzao yangu hakitatendeka, kwa damu ya Yesu. Ile mlisema kwa afya yangu hakitatendeka, kwa damu ya Yesu. Ile mlisema kuhusu biashara hakitatendeka. Weka maneno kwanga, kanusha, 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 kanusha. Kuna watu walikuongea vibaya, kuna watu walikunena vibaya, kuna watu walisema vibaya. Leo tangua maneno yao. Tunatumia damu, tunatumia damu, tunatumia damu, tunatumia damu, tunatumia damu, tunatumia damu. Kanusha, 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 kanusha.
Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humo. Imba tena. Mwamba wenye imara, kwako nitajificha. Maji hayo na damu yaliyotoka humo. Unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Unisafi na dhambi, unifanya mshindi. Kuna mtu katika ibada hii, Roho Bwana analishuhudia mateso unayopitia na dhiki unazopitia ni kutokana na mtu ambaye aliapa kutoka kwa nafsi yake. Wengine ni maneno yaliwatoka, viapo vingine vinafanywa ndani ya nafsi ya mtu. Kuna mtu aliambiwa, kwa sababu umekataa nisikuoe, kuanzia leo hautawahi pata mtu wa kukuoa. Leo unatangaza kwa jina la Yesu, hicho kiapo kikavunjika, hicho kiapo kikavunjika. Ni ndani aliapa akasema, umeniacha, hautawahi kuwa na amani. Mtu ainua mikono yake juu, atakaze maneno haya, aseme kwa damu ya Yesu, hicho kiapo kivunjika. Oh my God Jesus, laiti ungeelewa nilisagani bila sagani, nilisagani hili. Kwa nini Mungu anatuongoza kufanya hayo? Kuna watu wanateseka leo kwa sababu kuna maneno yaliwekwa ni kama kiapo. Mtu alikuwa naapa na anashika mateka maisha yako. Oh God, niangalie hapa, niangalie hapa, niangalie hapa kwa madhabahu. Roho Bwana ameshuka katikati yenu. Kuna watu wanafunguliwa kutoka kwa minyororo, kuna watu wanafunguliwa kutoka kwa laana, kuna watu wanatolewa kwa viapo. Kuna mtu alitaka pesa kwako, uliposema hauna, alisema hata hiyo itaisha. Na kuanzia siku hiyo kuna roho imekuwa ikikufuata na kukuandama. Ni roho ya kutawanya, ni roho ya masikini, ni roho ya madeni, ni roho ya ufukara. Ni kweli ulikuwa hauna, lakini ndani yake alijua wewe si wa kukosa. Ulitaka kumnyima na akakiri maneno ambayo leo yamesimamia anga yako ya fedha, yanakuangaisha na kukutosa. Alisema itaisha, na ni kweli. Hata leo unaweza ukasema unagagana kifedha, Bwana amenituma litakaze maneno haya. Hautavuka na viapo vyao, hautavuka na laana zao, hautavuka. Kuna mtu hapa, hiyo nira inavunjwa, hiyo nira inakatika. Maneno waliongea yakashika mateka maneno yako. Natangaza leo utaokolewa, utaokolewa bila fedha, utaokolewa bila fedha, utaokolewa bila fedha. Sema fire, 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 sema fire. Jesus, Mungu amekuja. Mungu amekuja hapa. Nasema Mungu amekuja. Nasema Mungu amekuja. Akasema atafiliwa na mtoto wa kwanza na wa mwisho. Natangaza huduma yako haitakufa. Natangaza afya yako haitakufa. Natangaza hatima yako haitakufa. Natangaza ndoa yako haitakufa. Ni kweli waliikiwa na uchungu, maneno waliongea yaliinua maroho kutoka kuzima. Leo huna amani kabisa kutokana na yale waliongea, lakini Bwana amenituma nije niongee na wewe. Litangaze damu ya Yesu juu ya maisha yako. Litangaze damu ya Yesu juu ya nyota yako. Litangaze damu ya Yesu
juu ya kazi yako, litangaze damu ya Yesu. Kuna watu hapa Mungu anakuja kwa anga yako. Kutakuweko na kombozi hapa dakika chache, ikiwa mtu anaamini na amekubali. Aya, simama hapo. Spirit, uliapa ukisema nini? Haleluya. Watu waseme haleluya, mwana kondoo. Tangaza mara ya pili, tangaza mara ya tatu. Jesus! Ya. Jesus. Oh. Yeah. Haleluya. Endelea kusema haleluya kwa mwana kondoo. Sema tena. Sema tena. Mwambie nifuate huyo. Nifuate. Ya. Jesus! Naomba uketi. Unaweza ukakosa kuona, lakini walikuwa pia hata huko ufike kwa ibada. Jesus! Jesus! Ya. Kuna maneno, kuna maandishi ninayaona kwa anga. Kwa nini waliongea kwa uchungu namna hiyo? Kwa nini walisema kwa uchungu namna hiyo? Angalieni, Bwana amekuja hapa. Usiangalie walio madhabahuni. Neema inapita nyumba zima. Neema inapita. Kuna watu waliapa kinyume chako. Waliapa hawa ni wanadamu. Walikula kiapo. Ni kwa nini walisema hautawahi kuwa na amani katika hiyo ndoa ulienda? Ni kwa nini walisema neema ya Bwana imekuja? Kila ibada waliofanya wakiapa, wakitamka jina lako, wakinena kinyume na maisha yako, natangaza leo kwa damu ya Yesu, damu ya Kristo iliyomwagika msalabani, kila kiapo walichoapa kwa maneno ya uchunga na maneno makali na maneno ya hasira, hicho kiapo natangaza damu ya Yesu, 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 natangaza damu ya Yesu. Yule amefunga kitambaa kwa kona hapo karibu na dirisha, natangaza damu ya Yesu, natangaza damu ya Yesu, natangaza damu ya Yesu. Kiapo limekufuata, kiapo limekufuata. Hautakaa kwa anga yake, hautakaa kwa anga yake, hautakaa kwa maisha yake, hautakaa kwa uzao wake, hautakaa kwa hatima yake, hautakaa kwa nyumba yake, hautakaa. Oh my God, neema Bwana inapita. Hii roho inapita, inakataa, inapita. Mleta hapa. Kuna kiapo waliapa, mama mchungaji, kuja hii kiapo ya kutoza, hii kiapo hii kiapo. Nani aliapa? Akisemaje? Kiapo.
Watu wa Bwana, kuna kazi inatendeka. Laito mwamini Bwana leo, useme ndani yangu, nimeshakataa, sitavuka. Kile walisema kwa maisha yangu hakitasimama. Kile walisema kuhusu nyumba yangu hakitasimama. Kile walisema kuhusu uzao wangu hakitasimama. Kile walisema kuhusu fedha hakitasimama. Limetuma la Bwana mabwana lije nitangaze hayo madhara waliokuapia hayatasimama. Huko tunaenda hayatasimama. Ni Bwana amenituma lije niongee nawe, nikwambie kuna watu mahali waliapa hautakuwa na pesa, waliapa hautaolewa, waliapa hautazaa, waliapa hautakuwa na waliapa hautajenga, waliapa hautakuwa promota, waliapa. Leo Bwana amenituma lije kwako, kwaka yako linaitisha neema ya Bwana, linaitisha msaada wa Bwana, linaitisha nguvu ya Bwana. Oh my God, neema ya Bwana itembee kwa maisha yako, neema ya Bwana itembee kwa nyumba yako, neema ya Bwana itembee. Oh my God, hiyo nguvu ianguke kwa nyumba yako, hiyo nguvu ianguke kwa kazi yako, hiyo nguvu ianguke kwa uchumba. Kwa nini aliapa hautaolewa? Hicho kifungo, hiyo mapenzi ikatika. Ayayaya, natangaza damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Yeah, Jesus. Wakati mzuri sana wa kuomba. Haleluya, haleluya. Yesu nakuita, Yesu nakuita. Kuna mtu ameapa, kuna mtu aliapa. Angalia huyu mama anavyosumbuka, angalia anavyoteseka. Kwa nini waliokea na uchungu? Kwa nini walisema maneno ya uchungu sana? Kwa nini wakasema hivyo? Oh my God, Mungu aingilie kati. Jehovah God aingilie kati. Yes Lord. Jehova, walikuwa chini ya mti wakiapa yote waliosema hayatakuwa. Oh my God, huko mbele utafaulu, huko mbele utapenya, huko mbele utaendelea, huko mbele utajenga, huko mbele utafanya biashara, huko mbele utatajirika. Natangaza leo yale walisema wakifukiza udi na uvuma, huo pepo uliopeperusha hiyo uvumbe, natangaza damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Ayayaya, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Oh my God, jeshi la Bwana limeshuka, malaika wameshuka, jeshi la Bwana limeshuka, malaika wa vita wameshuka. Yeah, nyumba ya Bwana imevamiwa, walioshikwa mateka wanaachiliwa, walioshikwa mateka wanaachiliwa, walioshikwa mateka wanaachiliwa. Oh my God, Jehova.
asilia mwema, nitatoa ziko hapo, nina uzima, furaha daima, chooni kafurahini papo. Msalaba ndio asilia mwema, itatoa ziko hapo, nina uzima, furaha. Jesus, meweka moto, meweka moto, moto wa Bwana, moto wa Roho Mtakatifu. Anga yako ijai moto, malaika Mikaeli ashuke hapa. Kila maneno walionena wakisema unajidai, unajionyesha, unajigamba, utateseka kama wao, hayo maneno usiende, 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 usiende. Ayayaya, toa anointing hapo. Paka hawa mama wote. Salama ndio asilia mwema, achilia pesa, toa hiyo maneno kwa anga pesa. Toa hiyo maneno kwa anga ya pesa. Thank you Holy Spirit. Toa kabisa, toa kabisa, toa kabisa. Pesa achilia pesa, 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 pesa achilia pesa, achilia pesa, achilia pesa, achilia pesa yake. Fungua hiyo, fungua kwa anga kila kifungo. Toa kizuizi. Toa haraka. Toa kizuizi. Jesus, toa yote. Haya. Chukua mizigo yako, ingia kuzimu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda. Never come back. In the name of Jesus, you are free. Uya shapa kwa simamisha. Mr. Waviapo, how are you? Naongea na wewe spiritually. How are you? I'm talking to you. Yeah? Why are you destroying us? Kwa hivyo? Why are you destroying us? Inua wewe. Hallelujah. Nini waimbaji kweli? Hallelujah. Jesus!
Mr. Dennis, come out. Right now. Come out. Come out. Come out. Fanya haraka. Wewe kuja hapo. Umetukuka na kuabudu, hakuna mwingine kama wewe, ewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka na kuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua. Jesus! Nakuabudu na kuheshimu, hakuna mwingine kama wewe, wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. niangalieni. Kuna spirit iko kwenu, seti kuna mtu alikuroga, ila maneno ya hila ambayo ndio ninasema kiapizi, kuapizwa, na iliponenwa ilileta roho, na ile roho kwa wengine wenu ilipata makao, huwa iko tu, na kwa wengine mpaka sasa inatafuta vile itakaa. Jesus! Nataka muniangalie, songeni mbele kidogo. Kama wewe mawili yako kwa anga yako, mawili yako hapa, tena waliongea na uchungu sana. Hata we mawili yako hapa nayaona hapa. Nataka uamini Mungu. Nimekufuata chini sana. Kabla nimalize ibada nitakuwa nimekuweka hapa juu. Mambo haya hata nikiongea wengine wenu ni ngumu kupata hiyo picha.
Una kazi? Njoo hapa. Huyu ni msomi sana sana sana. Vyeti vile vinahitajika kwa makampuni na serikali ako nazo, lakini umefanya navyo kazi mara ngapi? Na wale watu walisema nini? Wakumbuka yale maneno walisema, hata ukisoma hata hataki kuongea, sitapata kazi. Aliambiwa hivyo. Jesus! Jesus! Akuja huko. Weka huko, kutoa kwa laini. Naongea na kila spirit. Unajua vile ulikuja hapa, wewe unajua. Jesus. Unajua vile ulikuja na ukapata nafasi kwa maisha yake. Kwa nini unamwakaisha? Kwa nini unatesa watu hawa? I command every spirit. Mweke hapo. Walioketi simameni. Muongee maneno haya mara 3. Haleluya kwa mwana kondoo. Jesus! Rudia tena mara 3. Mara ya mwisho. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya kwa mwana kondoo. Haleluya. Sasa inueni mikono yenu juu. Nikisema 1 2 3, munawasha moto sana hapa, moto mwingi na mapepo na maroho ya kuapizwa. Fire, 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 endelea. 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 Hapa waliapa, ni viapo hizi. Sema fire, sema fire. Yeah! Sema fire, sema fire. Washa moto, washa moto, washa moto, washa moto. Hapa washa moto. Viapa. Ayaya, washa moto. Sema fire, sema fire, sema fire, sema fire, sema fire. Ayaya, fire, 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 fire. Fire, endelea, washa moto, 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 washa moto. Endelea.
Rafiki yangu, Mungu akubariki. Tutaendelea wakati mwingine na kutakia kila laheri wakati wa Krismasi na wakati wa mwaka mpya. Mungu akubariki na Mungu akutende mema. Maisha yako yasibaki ya kawaida. Kila kiapizi, maapizo yaliyotamkwa yakasababisha leo wapitia maumivu na uchungu mkubwa, Mungu akuondolee hiyo. Mungu akuondolee hiyo. Mungu akuondolee hiyo mizigo mabegani mwako, iondoke. Hilo furushi mabegani mwako liondoke. Thank you Holy Spirit. Usivuke na hiyo. Usivuke na hiyo shida. Jesus! Usivuke na hiyo. Mungu akutembelee ukiwa kwa hospitali, ukiwa kwa ofisi, ukiwa kwa gari lako, ukiwa kwa nyumba ama kazini. Neema ya Bwana ikuangukie na kutakia kila laheri.